السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي ردانا على روح وعافانا في الجسد وأذنا لذكري، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا أو ولو كره المشركون. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم. صدق الله العظيم. وبعد، ama hatunabudi kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azza jalla, Allah ambaye ametuwezesha tukaweza kukaa tena kupeana fikra ambazo zitatupelekea sisi tuwe salama mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ndani yake kukawa kuna maridhaa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na tukamwelekea Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa amani na matumaini mazuri ya malipo mema. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atukubalie matendo yetu, atusamehe madhambi yetu, atuongoze katika njia yake, na tukutane na yeye kwa salama na amani. Baada ya kumhimidi Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za kheri bwana wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama tulivyoanza utangulizi, tukumbuke pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyotupa onyo waja na makatazo ambayo sisi tunatakiwa tukatazike. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kuna mambo yanamkera na ni machafu, hayapendi. Kwa hivyo tusimfanyie sisi waja, wala tusiyakurubie mambo hayo, na wala tusije tukajaribu kuyaingia ikawa ndio mwenendo wetu. Kwa hiyo moja kati ya hayo leo tutazungumziana ubaya wa zina, ambayo hivi sasa imekuwa ndio guo na ndio jambo ambalo la starehe, na watu kujihisi bila zina hawajawa wastaarabu bado. Na ukisikia kwamba watu wanasifiwa kwamba ni wastaarabu, watu wenye kwenda na wakati, lazima utawakuta wameroa katika tatizo hili, wamejaa katika tatizo hili la zinaa, na watu watahofu hawana juu ya dhambi hii. Imekuwa leo ndiyo mtindo, ndio ustaarabu, ili mtu aonekane kwamba yeye anaishi maisha ya starehe, basi ndani ya maisha yake iwemo nafasi ya zinaa. Mwenyezi Mungu amekemea hili na amekataza hata nafasi ya kuikurubia ile zinaa. Kuna matendo ukiyafanya basi ndani yake zinaa inaonekana iko karibu, na utendaji wake unakuja kwa kasi. Na kwa kuonekana kwamba dhambi hii ina kasi mno kwenda kwa waja,
na inakolea vibaya, na mja akishaingia dhambi hii kutoka kwake inakuwa kazi. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akatoa onyo kabla ya kukataza kwamba lisifanywe moja kwa moja. Imekuja nguvu kwanza, hata kama kukaribia mtu asikaribie. Sasa hapa ndo panapoufahamu mbaya. Sasa hapa ndo panapoufahamu mbaya kwamba tayari tumeshaikurubia zinaa na tayari tumeshaifanya. Makosa yote hayo ambayo yanapelekea mtu kuwa mzinifu, kwanza kuikurubia ile zinaa, halafu kuitekeleza kabisa. Kwa hivyo kosa la kukaribia basi vile vile ni kosa ambalo tishio kwa dhambi hii. Na leo tukiangalia, ziko sehemu mbalimbali ambazo zinachangia watu wakurubie zinaa, na watu wanaona kwamba ni jambo la kawaida, si jambo la kitisho. Cha ajabu jamani, jambo la ajabu sana hili. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala analikataza jambo kwa waja wake, basi waja wamekuwa ni wenye kuliendea. Lakini kiumbe anakataza jambo, waja wanakuwa ni wenye kuliogopa. Mzungu ametengeneza umeme kwa ilmu hiyo hiyo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, si ujuzi wake. Basi akaandika sehemu ambazo anahisi kwamba zile mashine za umeme zinafanya kazi, ama kuna umeme kwa wingi, anakuandikia danger. Basi ikiandikwa danger, hakuna hata mmoja asotaka kuifahamu nini danger. Kila mmoja amekuwa ana wasiwasi na hilo, ameifahamu. Na kama hutaki kufahamu, haitoandikwa danger peke yake, pataandikwa kwa Kiarabu khatari, pataandikwa na Kiswahili vile vile, pataandikwa na Kichina na Kijapani, mradi uweze kuelewa kwamba umeme ni hatari. Hapo sehemu hiyo ni hatari. Sasa Allah Subhanahu wa Ta'ala amefahamisha jambo la zinaa, kwamba hii zinaa nayo ni hatari kuliko huo umeme wanaofikiria, kuliko huo umeme. Kwa nini? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameizungumza zinaa ina maafa. Tizama leo umeme watu maafa, yani wakuta pengine labda amechezea anaweza akarushwa tu, au tuseme ndo amewaka, lakini anaweza akafa mmoja kwa umeme, au hata kama watakufa wengi, lakini zinaa inaua wengi zaidi kuliko umeme. Unaweza ukasema hivyo wakati mwingine. Lakini mauaji ya zinaa hayaonekani, na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipoizungumza zinaa, basi inayofuatia aya unakuta moja kwa moja inazungumza kuhusu mauaji. Kwa sababu zinaa nayo inachangia mauaji, pamoja na kwamba watu wanaonekana wanapata watoto. Maana wengine anaweza akasema nashukuru nimeolewa sikupata mtoto, lakini nimekaa mjane Mungu kanipa mtoto, anamsingizia Mungu. Huyo hapo mwenyewe naye uongo, napata kutuma chumvi, napata kutuma hichi, si haba, baya lako. Yeye anaona kafanya jambo zuri sana, amepamba, ameona alhamdulillah, anasema watu wana waume zao hawapati watoto, meelewa, alhamdulillah. Tena anamshukuru na Allah Subhanahu wa Ta'ala kwamba amepata mtoto wa zinaa.
Na mwanamume anaweza kusema nimeoa wake chungu mzima, sijapata watoto, nimepata huyu angalau japo akusingiziwa vichochoroni. Tena sura yangu, mtu akajisifu sura yangu. Na ndo jambo la aibu na la fedheha, na jambo analolikataa Mwenyezi Mungu hulithibitisha. Tunawaambia wazinifu, mkiwaona watoto ni sura zenu, basi ni uthibitisho kamili kwamba hao ndio ambao mlokwenda kuwatupa kwa watu wengine, ama hizo ndizo damu ambazo mmezipoteza, ama huo ndio ushahidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, watoto wanatoka sura zenu. Tena Mwenyezi Mungu anaweza akafanya mtihani, mtoto yumo ndani ya ndoa, alopatikana ndani ya ndoa, anawezekana asipate zile sura za wazee, akapata sura za kwenye familia nyuma huko kina bibi na babu. Lakini wallahi Mwenyezi Mungu anavyothibitisha jambo hili, anaweza mtu akafanya mambo yake ya kipumbavu, wallahi akatoka mtoto sura moja na yeye copy to right, akatoka sura moja, huulizi wala husemi. Unaweza ukamkuta kwambia mwanao, sema mtu amkuta mtu anatikisha kichwa, mwanao, kama ni mwanawe wa halali ilikuwa ajibu tu huyo ni mwanangu. Lakini mwanao, wewe acha tu mitihani tu bwana. Kwa nini? Namuona sura yako, bwana niliteleza hapa. Haya si matelezaji, haya si maelekeo. Kama mtu ameteleza, basi wajibu wake ajirekebishe. Lakini bado mtu anadumu na dhambi hii ya zinaa. Wangapi sasa wameshakufa kwa zinaa? Ndio tukasema haya maradhi haya ya kupenda zinaa haya makubwa zaidi. Angalia sasa vifo vinavyopelekea watu kufa katika jamii. Ulimwengu sasa umetaharuki kwa vifo ambavyo vinatokeana na zinaa. Kwani Mwenyezi Mungu ameshatoa ahadi. Ahadi ya Mwenyezi Mungu na maneno ya Mwenyezi Mungu huwa hayarudi nyuma. Wala taqrabu zina, wala msikurubie hiyo zinaa, isikurubiwe wala isiwe na maandalizi ya kusababisha watu wakurubie zina. Kwani kuna maandalizi ya kusababisha watu waikurubie hiyo zina? Kwa sababu maandalizi yake ni kule kukurubia. Na midamu jambo umeliandaa, basi mwisho wake utalitekeleza tu. Ama ni sawa sawa kwamba nia yake hii zina, ili mtu aonekane kwamba ana nia ya zina, basi lazima akurubie zina. Hata akisema unanjiwaje rohoni mwangu, lakini ikiwa kama ataikurubia zinaa, basi tayari ameshaingia kwenye mlango wa zinaa. Wakati wowote atafanya zinaa na wala hatorudi nyuma, kwa sababu ina kishawishi kibaya, ina minaso mibaya, ina mikamato mibaya. Zinaa ina mashaka. Maandalizi yake yako wapi? Maandalizi yake, vikundi vya ngoma, muziki, haya ndo maandalizi ya zinaa. Haya ndiyo makurubio ya zinaa. Haya ndiyo maendeo ya zinaa. Mwenyezi Mungu ameanza wala taqrabu, wala msije mkakurubia. Tizama sasa maandalizi hayo, tukizingatia ndo tunamaliza Ramadhani. Sasa tena furaha yao watu kwa kufunga kwao na kumaliza kwao kufunga. Baadhi yao wamechagua starehe yao na idi yao ni zina. Hawa ndo wengi. Wengine ndo walikuwa wamewakimbia wanawake zao za wakona, wakawakimbia mabwana zao wakona. Sasa wanaonekana wanaanza furaha na bashasha, na wengine washatia hina zaidi na waume hawana. Wametayarisha kutia hina au kupaka hina zaidi, waume hawana.
Basi katika hayo matayarisho ama vikurubisho vya zinaa, mojawapo ikiwa mziki, ndiyo maandalizi hayo, ndiyo makurubio hayo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuonya tusiingie hata kwenye makurubio. Na leo ukiangalia zinaa imebeba mtandao mkubwa kwa sababu ina nguvu fulani. Tutaizungumza zinaa ina marafiki 4, hawapungui 4. Ndio ambao wanaipamba zinaa nayo izidi kupamba moto. Marafiki 4. Marafiki hao ndio wanaoiweka zinaa nayo ibakie, na marafiki hao wote ni wabaya. Marafiki hao wote ni wabaya. Kwa hiyo hawa ndio wanaochangia zinaa kubakia. Kwa hiyo kabla sijawataja hao marafiki, kwanza tuangalie zinaa inakwenda kinamna gani kwa kasi. Maafa ya zinaa hayajatufika mimi na wewe, yameshatufika maafa ya zinaa. Haijatukurubia zinaa mimi na wewe, imeshatukaribia zinaa. Sasa hakuna yoyote anayetaka kutoka akapata kutoka asikurubiwe na zinaa. Ukianza kuamka tu asubuhi nyumbani, ukitoka tayari zinaa inakukaribia. Tena hakuna kipofu wala mwenye macho. Maana tulikuwa zamani tunasema alhamdulillah kwamba mwenzetu yule pamoja na kwamba kapewa mtihani, lakini kashaepukana na mengi. Wale vipofu wameepukana na mengi, hawayaoni yale. Lakini pamoja na kwamba hao vipofu na wao wanafika pahala wanaletewa salamu za zinaa, wanapelekewa ukurubisho wa zinaa. Naweza ukamkuta kipofu kakaa na mwenye macho yake, au ukamkuta kipofu amekuwa mgonjwa wa mziki. Ukaona ajabu, mtu kipofu lakini anapenda kusikiliza mziki. Basi midamu anapenda kusikiliza mziki, yuko karibu na zinaa, japo kama haoni, huyo atatenda zinaa. Kwa sababu zinaa haihitaji macho. Zinaa Mwenyezi Mungu ameizungumza, ubaya wake ni kukurubia. Kwani aliposema inamisheni macho yenu chini, si kwamba labda watu wafumbe macho au wainamishe macho chini hivi. Lilikusudiwa kwamba watu nyoyo zao ziiname chini, zisiwe na ukuruba wa zinaa. Nyoyo ikiinama chini, basi jicho halitotizama ukuruba wa zinaa. Nyoyo ikiwa imesalenda, nyoyo iko kwa ajili ya Allah, nyoyo yake mtu imekuwa tayari, nyoyo imejikubalisha iko salama, basi kwa kujikubalisha nyoyo ile iko salama, basi na jicho halina budi litatizama mara moja, halafu litageuza huku ndo kwenda macho chini, ama huku ndo kuangalia chini. Sio mtu awe anakwenda chini hivi. Hii dini si utumwa. Mkaja mkafikiria labda mtu atakuwa anakwenda hivi macho chini. Nenda macho chini magari haya kama hutopigwa na gari. Lakini Mwenyezi Mungu anaizungumza hatua ya ndani kabisa, hatua ya kuikataa zinaa. Kwa hiyo wainamishe watu macho yao chini, wanawake na wanaume. Sasa ikiwa wainamishe macho chini, si kwa maana wao wanakwenda hivi, yaani wawe wakiona yale mambo ambayo yatawakurubishia na zinaa, wao nyoyo zao waweze kusema nazo. Jicho liangalie mara moja. Utazamo wa mara moja basi ni utazamo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Utazamo wa pili kukazia, sijaona uzuri, basi huyo ni shetani. Sasa na wapo watu namna hiyo. Kwa hiyo nazungumza kwanza vikurubisho vya zinaa. Mojawapo nimeanza music. Al-ghina raqitu zina. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema wimbo wote wa aina yoyote ni kichochezi cha zinaa.
Na ukitaka kujua wewe, utaona wakati mwingine waimbaji kama wanatoa mawaidha, wanazungumza habari za pepo, utaona anazungumza habari za moto, wanaweza kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa uwezo wa manani, kwa uwezo wao. Ukaona hawa watu kama labda wanamheshimu Mungu, kumbe hawa ndo watomvu wa nidhamu. Kumbe hawa ndo ambao adabu zao fupi. Kumbe hawa ndo ambao wasomheshimu Mungu. Inafika pahala mtu anamsifia mwanamke wa zinaa ambaye si mkewe. Ikiwa mtu kumsifia mkewe hadharani itakuwa vibaya, ije kuwa mwanamke nje wa ndoa. Ukakaa mke wangu mie hivi, ukakaa mwanamume mzima umekaa kitako, basi mimi mke wangu mie hivi, ukawa wewe una story tu tukilala, wakati mwingine basi unaambia ni sogea kwa huku kidogo, ananiambia sijui mara hivi, ana mikoba yule, ana vitu mbele ya watu na asema hivyo, alafu akaja akachukuliwa huyo mkeo. Wengine hutoa aibu, mke wangu mie kama gogo. Ala, wewe una adabu wewe? Gogo lipi? La chama? Huna adabu wewe? Mke wangu mie kakaa kama gogo. Watu sera hizi zinamwagwa ndani ya maskani. Kama hamjijui baadhi yenu wanawake, kuna watu wanaume lakini wana tabia mbaya, hawana adabu. Kasha kumwagia mambo yako yote uwanjani, wakati wewe mwenyewe mwanamke ukiwa kwenye habari zako tu, una kiboksi chako unafunika mambo yako hivi, unachukua vitambaa vyako unavificha. Pesa mwanamke utaiona, lakini kuna baadhi ya mambo huyaoni. Mnayajua yeye, mnatizani. Hata mumewe mtu atakayeona babu, maana anaona kama akiyaona atakihirihika. Na kweli ikiwa kila wakati unaonyesha mambo yako tu yale ya mitihani ulopewa, unaonyesha tu unaonyesha, mwisho mume ataona kinyaa. Siku 2-3 anakukimbia. Naona ananikimbia. Kwa sababu hukuweza kutunza yale mambo yako. Wengine wana visanduku bubu. Wengine wana viboksi. Msitaki kujua tena na wewe nyumbani kwako kuna nini? Siri yangu na mimi siwezi kumwaga nje hivyo hivyo. Sasa hii ndo hali inatakiwa, lazima watu wakae vizuri, wasiweze kujikurubisha na hii zinaa. Sasa leo angalia makurubisho ya zinaa, mziki ulivyopanda chati na furaha zao watu, hususan katika mwezi huu tunamalizia Ramadhani. Basi Idi lazima itangazwe ngoma, lazima vitangazwe viwanja ambavyo vitaimarisha zinaa, na hakuna kuweza kuikemea hii zinaa baada ya wale ambao walokemea kisheria, na siye tunofuatia kuyasemea. Wengine hawatokei, kuanzia mitume na kuanzia Allah subhanahu wa ta'ala na mitume na wafuasi wake, na siye tunukubali kwamba tumemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, na mashekhe baadhi yao na maulama na kila hali ambayo watu wanafanya harakati ya dini. Hao ndo wamejikubalisha. Lakini wengi wao wanapoizungumzia zinaa, basi huwa wanaikurubisha. Washayaona maafa yake yameshatokea na yanazidi kuleta maafa zaidi, lakini bado katazo la zinaa halijawekewa breki, wala hakuna mashtaka juu ya zinaa. Hujasikia mtu kakamatwa eti amezini. Kubwa lililokuwepo, amemtenda kitendo bila ya idhini yake. Ina maana ukimkamata ama ukimpata mtu akikubali kwa idhini yake, hapana kesi, hana pa kwenda kushtaki. Lililokuwepo kwamba umemsokota, hakuwa tayari, hakuridhika, kwa hivyo hapa wewe una mashtaka. Ona kazi hiyo. Ana umri mdogo, tena hiyo umri mdogo iwe yeye mwenyewe kakataa. Lakini ikitokezea umri mdogo kakubali, wangapi wadogo wanaziniwa?
Unaweza kukita kitoto kidogo lakini kiasharati kama nini, kinamaliza mtaa. Wengine wazinifu wanasema visupu vidogo vidogo. Hawana adabu hawa kweli kweli watu. Wanaviita visupu vidogo vidogo. Mtu anakuwa mzinifu mpaka anaitwa mama wa huruma. Jamani, wewe una huruma gani ya kuwasaidia watu wazini wewe? Hii ndio huruma ama wewe mama wa ukatili? Isitoshe vile vile wanaume wamekuwa wazinifu, baadhi yao wamekuwa wazinifu mpaka wanaitwa vijogoo. Kijogoo huyo bwana, akipita pala kijogoo huyo, kijogoo huyo. Na yeye akiitwa kijogoo kwa dhambi ya zinaa, anaona fahari, anaona urembo, anaona raha, anajisikia. Kijogoo huyo. Kwa hiyo kijogoo kinapita kinawika, lakini kijogoo hicho kitakwenda wika motoni. Kijogoo hicho kitakwenda wika motoni. Maana ndo kimezoea kuchukua watoto wa watu. Na baadhi ya wazee wengine walivoregea, hakuna tabu, midamu umeharibu tutayatengeneza. Unatengeneza nini wewe, kwani gari? Wakiambiwa kwamba msiharibu, wanasema sisi tunatengeneza. Wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yashurun.